Jaribu kufikiria maisha bila jua, maisha bila saa, bila sauti ya ndege wala kelele za binadamu. Unakula unapoona njaa, unalala unapochoka, lakini baada ya wiki 2 unagundua kitu kimoja cha kutisha: akili yako inaanza kukusaliti. Mwaka 1989 mwanamke mmoja alikubali kufanyiwa jaribio ambalo NASA na wanasayansi wa Italia waliliita The Human Isolation Project. Alishushwa mita 30 chini ya ardhi ndani ya pango la giza nchini New Mexico. Lengo lao ni kuona kama binadamu anaweza kuishi sayari ya Mars bila kupoteza akili. Lakini kilichotokea baada ya siku 100 kiliwashangaza hata wanasayansi walioandaa jaribio hili. Leo kwenye Hi-Tech Hybrid tunachambua safari ya siku 130 ambayo ilipoteza miezi 2 ya maisha ya binadamu ndani ya sekunde chache. Kama hujasubscribe channel Hi-Tech, cha msingi subscribe, share kwa marafiki ili uwe mtu wa kwanza pale pindi tutakapokuwa tunatuma video zetu mpya. Mwanamke huyu hakuwa kwenye pango la kawaida. Alikuwa ndani ya chumba kidogo cha kioo. Ndani kulikuwa na gitaa, vitabu na kompyuta, lakini kwenye kompyuta hiyo haikuwa na saa, haikuwa na runinga wala redio. Hapa ndipo tunapoingia kwenye saikolojia ya akili ya binadamu. Binadamu ana kitu kinaitwa circadian rhythm. Kitu hiki circadian rhythm ambayo ni saa ya asili ya mwili inayotuambia lini tuamke na lini tulale kulingana na mwanga wa jua. Zingatia hii kwa makini zaidi. Mwanamke huyu alipoteza mwanga wa jua, mwili wake ulianza kutengeneza saa yake mpya kulingana na mwili wake. Ndani ya wiki 2 siku yake ya kawaida ya saa 24 ilitoweka. Alianza kukaa macho kwa saa 25, kisha saa 30, kisha masaa 40. Tena alikuwa anakaa masaa 40 bila kulala, na mara nyingi alikuwa analala masaa 10 tu. Kuna siri moja ambayo watu wengi hawaijui kuhusu jaribio hili. Ni kile kilichotokea kwenye biolojia ya mwanamke huyu. Baada ya mwezi mmoja giza, mfumo wake wa hedhi, yani periodi, ulikata ghafla. Baada tu ya giza ya mwezi mmoja, mfumo wake wa hedhi, yani periodi, ulikata ghafla. Mwili wake uliamini kuwa mazingira haya sio salama kwa kiumbe kuishi. Hivyo uliamua kuzima baadhi ya mifumo ya uzazi. Uzito wake ulianza kupungua kwa kasi. Alianza kupoteza madini ya calcium kwenye mifupa kwa sababu ya kukosa vitamin D kutoka kwenye jua. Lakini hatari kubwa zaidi haikuwa mwilini, ilikuwa kwenye ubongo. Alianza kuongea na ukuta. Alianza kucheza na gitaa kwa saa 9 mfululizo bila kujua. Hapa ndipo tunapojifunza kuwa upweke, isolation, ni sumu mbaya zaidi kwa akili ya binadamu kuliko njaa. Hapa ndipo mshangao mkuu unapoingia.
Mshangao mkubwa uliingia kwa wanasayansi waliokuwa wakimfuatilia kupitia kamera. Waliona kitu cha ajabu. Mwanamke huyu alikuwa anadhani yupo mwezi wa 3, wakati dunia ya juu ilikuwa imeshafika miezi 5. Kisaikolojia, ubongo unahitaji alama ya nje, external cause. Hii hupima muda bila jua. Ubongo wa mhusika, mwanamke huyu, ulifupisha muda. Kwake yeye masaa 48 yalionekana ni kama masaa 10 tu. Alipoteza jumla ya siku 60 kwenye hesabu zake za akili ya kawaida. Hebu piga picha, unadhani umekaa tangu miezi 3, kumbe akili ya kawaida au akili ya juu ya watu wanaokufuatilia umekaa miezi 5. Yani umepoteza siku 60. Hii ni hali ya kutisha sana. Mara nyingi mfumo unaitwa chronobiological trap. Huu mfumo ni hatari sana endapo mwilini ukitoweka. Mei 23 mwaka 1989, siku ya 130, wanasayansi waliamua kuwa jaribio limefika mwisho, kwa sababu afya ya mwanamke huyu ilikuwa hatarini sana. Mwanamke yule alikuwa hatarini sana kiafya. Waliposhuka chini na kumwambia safari imekwisha, rudi juu, jibu lake lilikuwa la kushtua. Alikataa kata. Aliamini bado ana mwezi mmoja zaidi wa kukaa. Alipolazimishwa kutoka na kuona jua kwa mara ya kwanza, alianguka chini na kulia. Kumbe mwanga wa jua ulimchoma kama moto. Macho yake hayakuweza kustahimili nuru baada ya miezi 4 ya giza totoro. Hapa ndipo tunafikia kikomo au ukomo wa uwezo wa binadamu. Alikuwa ameshinda jaribio, lakini alikuwa amepoteza sehemu ya akili yake ambayo haitawahi kurudi tena. Mwanamke huyu shujaa ambaye jina lake linajulikana kama Stefania Florin alitufundisha kitu kikubwa sana. Binadamu bila jamii na bila asili au bila asili ya jua anakuwa kiumbe mwingine kabisa. Jua ni kitu muhimu sana kwenye mwili wa binadamu. Saa yako ya mkononi inaweza kukuambia ni saa ngapi, lakini ni akili yako ndiyo inakuambia wewe ni nani. Ukiondoa mwanga, unaondoa utambulisho wako. Kama umelipenda hili somo cha msingi, subscribe, share kwa marafiki. Hii ni High-Tie Hybrid. Kama umependa simulizi hii ya kusisimua na uchambuzi huu wa kisaikolojia, hakikisha umesubscribe na kugusa kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata video zetu pindi pale tutakapokuwa tunatuma. Je, wewe ungeweza kukaa siku 130 gizani kwa ajili ya sayansi? Tuandikie kwenye maoni yako hapo chini, tutayapitia na tutayasoma. Asante sana. Bye bye. They're moving. Chamber 5. I see them, slow and steady. Watch for dust pockets.